akramak wa ma a'zamak ya rabbana lakal minna. Ametukuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kweli rehema yako imezidi juu yetu, utukufu wako umezidi, ukubwa wako umezidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatubadilishia maovu yetu yanakuwa ni mema yetu. Tena katika hii aya Mwenyezi Mungu mwanzo ametaja madhambi makubwa makubwa, alafu ndo baadaye akaja akayabadilisha yakawa ni mema yake. Mwenyezi Mungu anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahum al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Mwenyezi Mungu ametaja madhambi matatu hapa. Wale ambaye hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote. Dhambi la ushirikina ni katika madhambi makubwa haya ambaye yanaweza kumpeleka Muislamu motoni. Kisha akataja dhambi ya mtu kumuua mtu, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Kisha akataja dhambi ya zina, na zote hizi ni katika kabairi dhunub. Kwanza akataja hawa watu lao watakufa katika hali hii, Mwenyezi Mungu atawazidishia adhabu siku ya Kiyama na atawafedhehesha ndani ya moto wa Jahannam milele, watakaa muda mrefu sana. Lakini ndo mwisho wake Mwenyezi Mungu akaja akasema, pamoja na kwamba anaweza kukuadhibu wewe, lau utatubia, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Isipokuwa yule ambaye atakayetubia madhambi yake na akamwamini Mwenyezi Mungu kisawasawa na akatenda matendo mema, basi Mwenyezi Mungu atayabadilisha yale maovu yote ambayo aliyafanya, yatakuwa ni mema yake. Pamoja na kwamba kuna tafsiri nyingi, wanazuoni wengi, lakini hii ndio tafsiri iliyokuwa sawa.